mbona anaongea peke yake? Kumbe nyumbani kakosa litaskunu ilaiha, ule utulivu umekosekana. Lakini sisi tunayakosea wenyewe, kwa sababu Mtume alisemaje? Mwanamke yuolewa kwa mambo manne, lakini akatia mukayyad, akagogoteza, akasema pamoja na mwanamke kuolewa kwa sifa 4, lakini kuna moja ambayo ni askali. Ni ipi? Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dhikri al-ayati al-hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Faya ibadallah, usikum marra thaniya wa usi binafsi bitaqwallahi jalla wa ala, wa man yattaqillaha faqad faza fawzan adhima. Allahumma ja'alna minal faizina. Ama ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema za amani, si mwingine ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na wahusieni tena kwa mara ya pili, pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala la kumcha na kumwogopa jalla fi ula. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa waliofaulu. Mtume aliligogoteza jambo la mwisho, akasema jamani nye, pamoja na kuoza mabinti zenu ili waende kuwapa watu litaskunu ilaiha, kuwapa watu utulivu, wasiokuwa na changamoto, wasiongee peke yao, wasijisemeshe peke yao, wasijisonye. Mtu kalala, unakuta anaongea peke yake njiani huko, unauliza huyu mtu kachanganikiwa. Ukimwangalia hana asiri ya hilo jambo, lakini alikosa ule utulivu. Aliukosaje? Nadhara bijamaliha, akaangalia yule mwanamke akasema, huyu ni mzuri, huyu nikimuoa vijana wataniheshimu, huyu nikimuoa mimi nitaonekana babu kubwa. Lakini kasahau Mtume alichomgogoteza. Kuna kitu, yani kwa mfano mathalan, unamwambia mwanao fanya yote, lakini kitu fulani kifanye kwa umakini, kitu fulani kifanye kwa umakini, na kwa fanya kwa umakini tusije tukakosana. Unamtilia mukayyad, na Mtume naye alifanya hivyo hivyo kwetu, akatutilia mukayyad kwamba jamani, pamoja na kuoa lakini mwanamke mwenye dini, yani maana yake anaifahamu dini. Muislamu haendi peponi, ila Uislamu ni njia ya kwenda peponi. Kwa hiyo akasema angalia mwanamke mwenye dini. Afu kuna mshairi mmoja akasema, al-ummi madrasatul awwal, mama ndio shule ya kwanza. Sasa kama mama ndio shule ya kwanza, umeoa kimeo, shule itakuwaje hiyo? Itakuwa nzuri, itakuwa bovu? Ndio maana Mtume ni doktori Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam akasema mwanamke mwenye dini. Afu akatoa tahdid, akasema wa illa wewe, jamani wewe, ikiwa hujaoa mwanamke mwenye dini, anaifahamu dini ya Allah, sio alosoma dini, anaifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, asema tarbat yadak, mikono yako itaangamia. Ndio leo tunajikuta mtu unaongea peke yako. Kwa sababu gani? Tumemwepuka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyumbani kwako baada ya Aisha atakao ukapumzike nyumbani, ile litaskunu ilaiha uipate, lakini unaogopa. Kwa sababu gani? Ulimwepuka Mtume. Na ukimfuata Mtume lazima upate faraja katika mwili, katika moyo lazima ufurahie kwa kule kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa sababu tunaona yani sisi tulichokubali tu ni kusema sisi ni Waislamu,
Lakini kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam anachokitaka hatukubaliani nacho. Wewe unachoangalia, huyu bwana ana pesa, huyu bwana huyu ana noti bwana wewe, huyu bwana kimua binti yangu. Yani unajipigisha mwenyewe mahesabu yako katika moyo wako, huyu bwana pesa alizokuwa nazo huyu, mashallah alhamdulillah, kimua binti yangu huyu, mambo yangu yataenda sawa. Ndio unakuta kuna watu kamuozesha binti yake, lakini yeye ndio anapangiwa majukumu na baba yake mkwe ambaye ni mtoto wake, kwa sababu mtu akimuoa mwanao ni mtoto wako. Lakini tulivyokuwa hatumfuati Mtume sallallahu alaihi wasallam, unakuta anakupangia sheria, anakuja kuoa kwako. Mfano mtu anakuja kuoa kwako, anakuambia hili silitaki, hili silitaki, hili sitaki. Unachobaki unasema kwa sababu bwana ana pesa bwana. Hamna jinsi, shi wangu tafanyaje? Inshallah kama baba mwenyewe muoaji mwenyewe kaamua, mimi nisemeje sasa? Muoaji mwenyewe kaamua, mimi nisemeje? Unaanza kuonyesha udhaifu. Ndio inawezekana pia ukamuozesha mwanao akaenda kuwa mtumwa kwa mazingira uliowatengeneza wewe. Wamuozesha mwanao anaenda kuwa mtumwa kwa sababu umetengeneza mazingira yeye kuwa mtumwa. Kwa hiyo hata ile litaskunu kumfanyia ule utulivu ule mwanaume hawezi. Kwa hiyo kwa kila ambaye anaishi na mke wake lazima tuchague mambo haya matatu. Nikimalizia hutuba, kwa sababu kuna mtu mmoja alisema siwezi kuoa, siwezi mpaka nimuone yule mtoto wangu ninataka kumuoa atakuwa ni mtoto wa aina gani. Watu wakasema innahu majnun wallah, kaifa tara alwalada ma zawajta. Huyu mwendazimu, huyu akili zake hazipo sawa. Vipi uoe? Yani useme nataka nimuone mtoto wangu kabla sijaoa. Sasa si uchizi huu? Wewe utakuwaje na mtoto una mke? Mwanachuo mmoja akamuuliza, akamwambia kaifa takulu hadha alkalami, kwa nini unazungumza maneno haya? Wanasu yaraka annaka almajnuna, watu wanakuona wewe ni mwendazimu kwa sababu hujaoa, alafu unasema unataka muone mtoto wako. Akasema taba ana lastu majnun bal ana fahimtu kalama rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mimi sio mwendazimu kama watu wanavyonichukulia, ila mimi namwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha nini. Asema alwalad yurath, mtoto yoyote, mtoto wako yoyote anarithi. Katika watoto wako lazima watakao rithi, lakini wanarithi sehemu mbili. Yaweza ikawa mtoto akachukua ukasema hizi tabia zake kama za wajomba, kwenye asili yetu hakuna mwizi, kwa hiyo huyu kachukua kwa wajomba, huu wizi ni kutoka kwa wajomba, huyu wajomba zake walikuwa wezi. Huyo bwana asema hiki ndio ninachokiepuka. Kama nitaoa wajomba zake ni waizi, lazima katika watoto wangu watapatikana mwizi. Ikiwa babu yake au bibi yake ni watu wenye mapenzi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maana kuna kuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kusema tu mimi ni Muislamu lakini una mapenzi na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nikimuoa huyu atarithi, kwa hiyo lazima niangalie wale wazazi wa mke wangu mimi wako katika mazingira gani. Wa kwangu shawajua, je, wa yule ninayetaka kumuoa wako katika mazingira gani? Watu wakasema fahimnaka fahman sahiha, tumekuelewa kwa ujuzi uliokuwa mkubwa. Na ndio maana sababu ya mwisho nikimalizia hotuba, vijana hawaoi wengi wao kwa sababu wale wanaotaka kuozeshwa binti zao wanachoangalia ni maslahi ya nafsi zao, ili watoto wao wakawe watumwa. Sinaeleweka? Wale wanaozesha watoto wao hawaozeshi kwa ajili ya maslahi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaozesha kwa maslahi ya nafsi zao. Na ndio maana hata swala la dini hawaangalii. Kuna watu wanavaa kanzu siku wakienda kuoa tu, tena nafaa kuadhiba. Ukimwona mtu kavaa kanzu siku ya kuoa utajua tu, mara kaishikilia hivi mara, lakini yule baba alichoangalia huyu ana pesa. Sheikh mmoja Allah mrehemu